Bosi, nimefika kwako tayari. Muda mrefu sana lakini bado sijakuona. Basi nipo hapa tayari, nimeshafika. Niko ndani ya geti tayari. Bosi. Kila ninapokupenda najikuta nalia. Nimekupa penzi safi, nikakupa thamani, we ukanirudishia maumivu yasiyo na imani. Ahadi zako zimekuwa upepo, maneno yako matamu lakini ni sumu moyoni. Mungu nikaamini kwa upofu. Basi inatosha, sitaki kuendelea. Mapenzi haya yamenichosha, siwezi kuvumilia. Nukta, naweka mwisho bila kurudia. Moyo wangu na utuliza. Bosi, umefika? Karibu sana bwana. Mzigo wako ndio. Nashukuru sana, kwanza hongera sana kwa kufikisha mzigo ambao nimeupenda. Asante sana bosi. Kitu cha kwanza nimekuita hapa nyumbani kwa sababu mimi nataka kusafiri na nje ya nchi. Sasa nitakuachia majukumu yote ya hii nyumba, kwa maana hii nyumba nimeijenga, lakini nikaandikisha jina lako. Lakini pia kuna gari hapo ipo kwa ajili yako, lakini hata hii gari ambayo unaiona sasa hivi tumepanda hapa, na yenyewe itakuwa ni mali yako. Kwa sababu natarajia kupanda ndege kwenda nje ya nchi Ujerumani, lakini nitachelewa kidogo kurudi. Kwa hiyo utafanya kile ambacho unajisikia kwenye hii nyumba. Au kingine ni kipi kijana wangu nataka nikufanyie? Kwanza bosi, asante sana kwa sababu sema kweli sikutegemea kama itakuwa mapema hivi kunikabidhi baadhi ya mali kama hivi. Lakini pia sikutegemea kabisa kama utachukua muda mchache sana kufikia hatua ya kufanya maamuzi ya kuondoka nje. Ni kwa sababu nakuamini sana. Nafikiri tumefanya mambo mengi sana katika hizi biashara zetu. Nimefanya na wewe biashara nyingi sana. Kutokana na uaminifu ambao umekuwa ukiuonyesha mara kwa mara, ndio maana nimeona nichukue hili jukumu kuhakikisha kwamba sasa kijana wangu angalau fadhila kama hizo unakuwa unazilipa kwa vijana ambao wanakuwa wanafanya kazi vizuri na kujituma. Ndio maana nimekuita hapa nyumbani, kwa sababu ili ujionee mwenyewe nyumba na ujionee mali zingine ambazo nakuachia kama hizo. Kwa hiyo kuwa huru kijana. Bosi. Naam. Asante sana. Nashindwa niseme nini, lakini naamini niko katika njia sahihi. Kwa sababu nafikiri hata moyoni mwako bado uamini, kwa maana ni surprise ambayo haukutarajia pia. Bosi, lakini kijana kuwa na amani. Asante sana. Lakini bosi, kabla hujaondoka pia kuna swala moja nitaka tulizungumzie, kwa sababu mimi nilikuwa na mchumba ambaye nilikuwa na mpango wa kumuoa muda si mrefu. Sasa unaondoka hata kabla sijafanya sherehe. Sawa, lakini nikiondoka mimi kitaribika chochote? Hapana. Kifupi ni kwamba kijana wangu tutawasiliana. Kila kitu tutawasiliana, kwa sababu mimi na wewe unaelewa kwenda Ujerumani kwangu si jambo dogo lakini pia hata kurudi unaweza kaniambia tu kwamba hiyo sherehe ya kumuoa huyo binti leo mimi naweza nikapanda ndege haraka. Kwa hiyo usijali katika hilo. Unachukua muda gani kurudi nchini hapa Tanzania?
Kwa namna ambavyo naondoka, kwa sababu naenda kufanya mambo yangu mengi sana, ambayo kwa sababu kulikuwa na project ya ujenzi wa nyumba yangu kule Ujerumani, lakini nafikiri ni kwamba nitanichukua ndani ya miezi 3, 4 mpaka 5 ya kulingana na project ambayo nimeiweka. Kwa hiyo kijana, enjoy maisha. Hiyo boss, siamini sasa hivi nitakuwa na magari mengi sana. Utakuwa na magari mengi sana. Lakini pia hata nyumba nafikiri zitakuwa nyingi. Bila shaka kijana, unajua kila kitu kinakwenda na mipango. Lakini ukitumia vizuri nafikiri unaweza kupata zaidi haya. Maana nilikuwa napata shida sana kwenye uendeshaji wa baadhi ya biashara kutokana na vijana wangu kama kina Dax, wakina Jay, hawana magari ya kutembelea. Kuwa na amani. Nafikiri kwa sasa kutakuwa na usafiri. Leo utakuwa unageuza gari, leo umebadilisha, kesho na nyingine. Of course. Enjoy. That is good. Of course, thank you. And I wish you a good transportation. After reaching there, utawasiliana zaidi nafikiri. Thanks, nashukuru sana. Lakini kikubwa jana, unatakiwa uendelee kuwa mwaminifu. Na mimi nitakaporejea nitakuta pia mabadiliko makubwa sana hapa nchini ambayo utakuwa umeyafanya. Boss, nakuahidi katika hilo sitakuangusha. Sawa, basi kila heri. Kuwa na amani nyumbani yako. Asante sana. Basi mimi ngoja niwahi katika majukumu, kwa sababu leo kuna sehemu ambapo tunaenda kupiga deal. Yes, ngoja niwahi, afu kwa wakati mwingine nitakuja, kwa sababu hapo sheni kabisa ni kwangu. Nafikiri nitakuwa na uwezo wa kufika muda wote ule. Ndio. Yes, na kwa sababu lakini cha kupendeza zaidi, kabla hujapanda ndege, ni vizuri ukanijulisha ili nikangae utaratibu wa kuungana na wewe mpaka airport. Ni sawa. Tutakwenda pamoja, lakini hii gari utarudi nayo kwa sababu kama nilivyotoka kukwambia. Lakini kitu kingine nitaka kusahau. Nitakapokuwa nimeenda, ni account yako ya benki itakuwa iwe active, kwa sababu nitakuingizia baadhi ya pesa ambayo utakuwa unaitumia katika majukumu yako mengine ya kimaisha kama kawaida. Bosi. Naam. Asante sana. Uishi maisha marefu bosi. Uishi maisha marefu pia ndugu. Kifo usioze. Ndio ule msemo wa kusema hata kama ukioza unuki. Bosi bwana. Ngoja maisha bosi. Basi ngoja niondoke. Sawa. Nafikiri kesho kabla ya safari tutawasiliana. Sawa. Tutawasiliana. Ukifo usioze bosi. Sawa. Bosi. Vijana bwana, wako na mambo mengi sana. Hakuna ujana, kijana atajia kuoa. Nimekupa pesa. Sawa. Nikakupa thamani, wewe ukanirudishia maumivu yasiyo na imani. Ahadi zako zimekuwa upepo, maneno yako matamu. Halo. Ndugu yangu, umenikalisha na hili jua hata utokei. Ufanye haraka sasa. Jua ni kali bana. Haya. Nimechoka. Nakupenda. Sikupendi. Niache, nimefika mwisho. Mambo vizuri tu, nakusikiliza. Sijui umenitia nini hapa. Hata nisipoteze muda, ndugu yako kanituma nikwambie hayuko sawa. Hayuko sawa kivipi yani? Hayuko sawa, umjibu SMS zake. Sasa hivi unamdharau, sijui unamjibu shoti tu ukimtafuta hivyo, yani ndo ananiuliza, ameniambia nikwambie shida nini. Unazungumzia Viano? Kwani kuna mwingine? Wamacha. Mwanangu Macha. Vipi tena mguu? Umekwaje? Nimejikwaa tu ndugu yangu. Unajikwaa unafunga mpaka bandage? Nimejikwaa tu. Mbona hujaumia vidole? Acha tu usiguse. Kujikwaa si vidole Macha. Usiguse. Shida nini? Nimejikwaa tu. Hamna Macha. Nimejikwaa sasa.
Yaani macha. Au usi. Ngoja nikae. Sio kujikwaa macha. Ngoja nikae vizuri basi. Macha unataka kwanza kunidanganya eti? Amna. Kwamba nisijue kabisa kama umejikwaa macha. Usishike. Usishike. Hapo unajikwaje huku kwenye henga kabisa macha? Usishike. Nimejikwaa ise. Kwenye henga macha unajikwaa? Ngoja nikae sasa tuongee. Vipi lakini? Safi. Ngoja tuongee vizuri. Macha hamna. Huu sio kujikwaa macha. Nimejikwaa serious. Unajikwaa unachechemea hivi macha? Unajua unaniuma mguu. Unaonekana umeumia kweli yani. Serious. Hebu sema ukweli macha. Shida ni nini? Kwani nimekudanganya wewe ndugu yangu? Kuna kujikwaa macha huko? Utaki hata nishike? Unaniuma vibaya. Hebu elezea basi ulijikwaa kwa aje yani mpaka ukaumia kwenye henga. Kaka, sio unajikwaa. Unajikwaa unaumia henga macha? Vipi lakini harakati? Harakati zipo tu tumepoa ila sasa yani mimi naumia kukuta huko hivi hapo napata maumivu makali. Ndugu yangu. Shida ni nini? Wewe ni ndugu yangu au sio? Wewe niambie ukweli macho. Ukinificha mimi nani atakusaidia sasa hapa? Ile juzi bwana. Si nimekuaga naenda kuna nini tukio la mtoto Jamila. La TV au pesa. Yalionikuta ndo haya. Macha nilikwambia uwe makini macha. Ajali kazini, ajali si zinatokea. Ilikuwa kwaje kwanza? Ndugu yangu nimetoka mpaka na mzigo. Mzigo nimetoka nao. TV nchi 32. Ndio. Sio umeweka kwenye kuruka geti sasa. Ndala sikaanguka, mlinzi kashtuka. Kashtuka. Nikamrushia ile kukimbia sasa. Ndo nikaanguka vibaya na mguu. Yaani TV na nyuli ulichukua au ilikuwaje kwaje? Nimekosa, yani hapa sina kitu. Yaani naogopa hata kwenda kwa yule mtoto kwanza. Ila mimi mbona nishaongea naye huko nyuma, tushayamaliza. Yaani kuyamalizaje? Tushayamaliza, yani tushayajenga kwa nyuma, tushayamalizaje. Yaani kwamba mmemalizana, kwamba hamna kati yenu sasa hivi hamna kitu au? Yaani kiufupi ni kwamba nimemwacha na uhuru wake, aendelee na maisha yake. Na mimi niendelee na maisha yangu. Kwa hiyo tushamalizana mimi na yeye. Kwani kamwambieje? Yeye mwambie kwamba mimi na yeye tushamalizana, kwa hiyo aishi na maisha yake, mimi niishi na maisha yangu. Kwa hiyo mtaki tena, si ndio? Nimekwambia hivi nishamalizana naye. Kuna jambo lingine la kuniambia? Okay. Ndio hicho nilichotumwa. Kama hamna jambo lingine la kuniambia mimi niishie, si unajua? Hamna shida. Haya kweli. Basi poa, Haya. Leo nimeamka, nimejua thamani yangu. Sitaki tena kuumia kwa ajili ya mapenzi yako. Nimechoka. Macha. Ila nilikwambia uache wizi macha. Si ndo nilikwambia naenda kumalizia? Yaani hapa yani sielewi hapo. Kwa hapo alafu nimekutana na Jamila. Umekutana naye? Nimekutana na Jamila pale barabarani, unaona? Acha bwana. Amekuulizia? Yaani mimi watabidi tu nimkwepe kaka. Yaani sielewi. Mguu unaniuma vibaya. Yaani siwezi kwenda hata kwake. Hata hizo ndoto ulizosema za kuoa nahisi kama zinapotea. Kwa sababu pesa nimekosa, TV nimekosa, nitafanyaje sasa napata wapi pesa? Sikia macha. Jamila yule anakukubali. Hautakiwi hata uguse chini, unaniuma vibaya mno. Kwa kweli napitia moyo. Usiguse. Hautaki ushike. Yaani kama ukugusa unagusa huko. Unaona mimi nakushika huko. Kwa macha, umeenda hospitali ndo akakuwekea hii au vipi? Hospitali unaenda wewe mhalifu. Unaendaje hospitali? Umejifunga mwenyewe tu yani. Funga mwenyewe. Sema ule mtoto Jamila anaweza kukuelewa ukimweleza ukweli. Nimwambie ukweli tena mzee? Mwahidi kama umebadilika. Sasa mpaka nipone hivi utaenda hivi utaambia umbadilike. Inatakiwa kweli ukae upone kwanza. Hapo anasubiri pesa yake au TV niliyomwambia. TV ndio hivyo nimekosa, nimbaki na majeraha. Maana akaniulizia hauendi haja kuona, kumbe umekuja kujificha ndani macha. Siwezi hata hivyo kwenda. Yaani sio umeona mguu? Hadi huku kuna uma hivi. Yaani unavuta. Hapo lazima uumie. Ile ndiko ukaze macha. Ila masuala ya wizi achana nayo tena, unasikia? Kwa hiyo mtoto ndo nimemkosa. Hamna, kama nakupenda kweli. Kwanza lazima atakuhurumia yani, unasikia? Kwa hiyo jikaze tu, ukipona hivi utokee. Mueleze 1 2 3 kama mimi kwenye mitikasi yangu. Unaweza kusimuelezea hata siku la kuumia kabisa yani, unaona? Mpaka nipone sasa mpaka upone. Hapo akikuuliza maswala ya hela unamwambia wanasikilizia kuna mchongo nini? Swala atakaa sawa. Bwana nusu nife ndugu yako. Swala kuiba ya macha. Nusu nife ninavyokuambia.
Yaani acha huu mguu unavuta hatari. Sasa Macha. Hapa nimefikiria kitu kimoja. Unajua wanawake wana huruma sana. Hapa kikuona kwenye hii hali. Kwanza lazima nikamwambia aje akuone, unaona. Akikuona atakuletea hata matunda nini. Usimwambie. Hapana, unajua nini? Wanawake wanajua kutake care, atakuletea matunda, atakukanda vizuri. Hautahisi maumivu makali tena. Usimwambie hapo. Yule dada anajua nakupenda. Lazima atakuhurumia na hii hali, unaona. Sasa akishakuja akakuona hii hali, akakutake care vizuri. Ni lazima yani yale masuala ya TV na nini atapotezea. Anajua wewe wa kiume ulikuwa unaenda kumpambania yeye. Achana naye, usimwambie. Hapana Macha, lazima nimwambie aje. Usimwambie hapo. Tena ningelijua hili, ningekuja naye kabisa pale nilipokutana naye. Sasa Macha. Kuna kitu hata kingine nataka nikwambie. Juzi nimekuja hapa usiku. Sikukukuta. Sasa ndio siku nimeenda kupiga tukio. Sasa yani natoka hivi naangalia nikutana na polisi. Nakupenda. Sikupendi. Niache nimefika mwisho. Nimechoka, moyo wangu una maumivu. Kila ninapokupenda najikuta nalia. Nimekupa penzi safi, nikakupa thamani, wewe ukanirudishia maumivu yasiyo na imani. Ahadi zako zimekuwa upepo, maneno yako matamu lakini ni sumu moyoni Mungu. Nikaamini kwa upofu, nikaumia moyoni. Nimechoka. Nakupenda. Sikupendi. Niache nimefika mwisho. Mimi basi inatosha, sitaki kuendelea. Mapenzi haya yamenichosha, siwezi kuvumilia. Naweka mwisho bila kurudia. Moyo wangu nautuliza, hata kama naumia. Nilikuwa nikisamehe, nikivumilia sana, lakini ulizidisha, ukanitesa sio kawaida. Leo nimeamka, nimejua thamani yangu. Sitaki tena kuumia kwa ajili ya mapenzi yako. Nimechoka. Nakupenda. Sikupendi. Niache nimefika mwisho. Basi inatosha, sitaki kuendelea. Mapenzi haya yamenichosha, siwezi kuvumilia.